Mwalimu wenu tena hapa. Nataka kuzungumza na wazazi, nataka kuzungumza na walezi wa kizazi hichi cha Gen Z. Nataka kuzungumza nao kidogo, badilishane mawazo kama walimu. Najua walimu sisi bwana, kazi yetu ni kuangalia ulimwengu umesimama au unaendelea. Sasa inabidi tuelewe jambo moja ambalo la msingi sana. Niko na rafiki yangu hapa DMG. Kizazi bwana cha Gen Z ni kizazi fulani ambacho kwanza wazazi na walezi mnatakiwa mjue wanaelewa sana, yani wanajua sana yani ni tofauti na kile kizazi cha millennial. Sisi wa mwisho huko ni tofauti kidogo, yani anaweza kawa hajaenda shule, hajasoma, hajaingia darasani, lakini ni very educated. Wanajifunza haraka sana, wanajua vitu haraka sana. Sijui kama mnalielewa hivi. Wamejifunza wao wenyewe kupitia platform mbalimbali. Wamejifunza. Zamani miaka ya nyuma ilikuwa ni ngumu sana kwa mzee kuweza kupata kitu haraka sana kwa maana ya elimu au kujifunza jambo fulani. Zamani ilikuwa inabidi ukae kwenye Radio Tanzania ile, unajua TBC ile usikilizie Deutsche Welle ile, sijui inaitwaje vile vipindi, mpaka uje upate taarifa. Muda utakuwa umeshaenda sana. Kwa hiyo hawakuwa na platforms za kuweza kujifunza kwa haraka. Kwa ule mtoto wa amezaliwa tu ana miezi mingapi? Miaka mitano hivi miaka mitano minne, mtanisaidia huko walezi. Anajua vitu ambavyo hata wewe mwenyewe huvijui. Anakuvuruga akili. Kwa hiyo ni kizazi ambacho kizazi cha Gen Z ni kizazi ambacho ni ngumu sana kumfundisha jambo jipya au kumpa maelezo mengi sana. Inawezekana unamfundisha yeye anajua kitu ambacho unamfundisha, unampa mawaidha yeye alishakijua kabla. Kwa hiyo ni vyema kama wazazi kuelewa kwamba msitupe kazi ngumu sisi walimu. Msitupe kazi ngumu sana sisi walimu, kwa sababu tayari kizazi hichi kinakuwa kinajua mambo mengi sana. Mtoto mdogo lakini unaweza kujikuta anaelewa vitu vingi. Kwa nini? Zipo platform nyingi za wao kujifunza. Zipo smartphone, simu hizo, wanajifunza vitu vingi sana. Vitu vingi sana. Vitu vingi wanaangalia. Unajua binadamu anajifunza vitu vingi kwa kutazama, kusikia